Na mtazamaji wa Faida Online TV, Naibu Waziri wa Kilimo Mheshimiwa David Silinde ametembelea kwenye viunga vya banda la kituo cha utafiti wa kilimo TARI Naliendele akiwa katika ziara ya kukagua mabanda mbalimbali katika maonesho ya 88 kanda kusini siku ya Agosti 6, 2026 yanayoendelea katika viunga vya Ngongwe mkoani Lindi. Mheshimiwa Silinde amejionea tafiti mbalimbali zinazofanywa na zinazoendelea kufanywa na kituo hicho cha utafiti cha TARI Naliendele, ikiwa ni pamoja na teknolojia ya upulizaji wa mikorosho kwa kutumia drone ama ndege nyuki, kama anavyoelezea Bwana Joseph Nzunda, mtafiti kutoka TARI Naliendele. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Miongoni mwa teknolojia ambazo tumeweza kuelezea ni teknolojia ya upuliziaji kwa kutumia drone au wanasema ndege nyuki. Hii tumeifanya majaribio katika mikorosho na sasa hivi tunaendelea kuifanya katika mikorosho. Ni kwa nini katika mikorosho? Kwa sababu mikorosho ni mmea ambao unakuwa ni mrefu na eneo la juu pia linahitajia kudhibitiwa magonjwa na wadudu. Na ili mkorosho uweze kuzaa unahitaji kupuliziwa maeneo yote. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia ndege nyuki ambayo kwa juu inaweza kupulizia bila mashaka yoyote, na tumekusanya takwimu za awali ambazo zinaonyesha kwamba ukitumia drone mmea wote utakuwa umefikiwa na viuatilifu na hivyo kuongeza tija katika uzalishaji, na maeneo yale ambayo ulikuwa huwezi kufikia unaweza kuyafikia kirahisi sana. Lakini tunasema tunaendelea kukusanya takwimu ili tuweze kubaini kwa uhakika zaidi. Tuna majibu ya awali, tunatakiwa tufanye zaidi ya mara 3 ili tuweze kujiridhisha na yale majibu ambayo tumeyaona ni mazuri sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo hii ni teknolojia ambayo tunaamini pia itawasaidia watu, na licha tu ya kufanya vizuri katika kudhibiti wadudu na magonjwa kwenye mmea mzima kwamba unapuliziwa, lakini hata muda ambao inatumia, tunaendelea kufanya hesabu, unaonekana kwa ni muda mfupi zaidi kuliko mtu anapotumia aina nyingine ya kinyunyizi. Hata hivyo, mtafiti huyo amewahimiza wakulima kutumia kiuatilifu cha maji wakati wa upuliziaji na kueleza sababu za kufanya hivyo. Tunasema wakulima watumie viuatilifu vya maji na hata vya maji vya unga, si kwamba wasitumie kabisa, hapana. Ni kwamba wanaweza kutumia vyote, lakini mara nyingi kiuatilifu cha maji ukipuliza kina uwezo mkubwa wa kupenya maeneo mengi ya mmea na unakuta inaingia kirahisi zaidi. Hata hivyo, kama nyongeza kwa baadhi ya wadudu ambao huwa wanakuwa na gamba gumu, kwa baadhi ya wadudu unakuta ukipiga ya maji inakuwa kama inaondoa lile gamba na ule unga unaokuwa mwilini. Kwa hiyo ukija kupiga tena ile dawa ya wadudu ni kama umemtoa ile sehemu ambayo anajikinga, kwa sababu mdudu pia ana namna ya kujikinga. Kwa hiyo ukipiga ya maji na kama umemsafisha, ukija kupiga dawa nyingine anakufa kirahisi. Na tunao aina ya wadudu kama scale ambao kwenye korosho pia wanaweza kudhibitiwa. Ndio maana wakati mwingine tunapotumia vya maji inakurahisishia wakati mwingine kwamba unadhibiti magonjwa kwa maana ya kutumia zile ambazo ni sulfa za maji, lakini unaweza pia ukatumia dawa za wadudu ukawa unadhibiti wadudu pamoja na wagonjwa kwa wakati mmoja, kitu ambacho unaweza usikifanye katika zile unapotumia za unga. Na mtazamaji wa Faida Online TV, tafiti mbalimbali zinazofanywa na kituo cha utafiti wa kilimo TARI Naliendele zimekuwa zikiwanufaisha wakulima wa kusini na Tanzania kwa ujumla, kwa kuwa zimekuwa zikiongezea tija kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Inaitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.